Wewe mlimwengu na walimwengu wenzako, chanzo chenu ni nini? Nimetoka wapi? Chanzo cha nini? Tunaamini ya kwamba binadamu wote wametoka kwa Adamu na Hawa. Nyie mnaamini, mimi naelewa. Mimi sijatoka kwa Adamu na Hawa, ndio maana kwenye jina langu hamna, huwezi kusikia naitwa Mrindoko Hawa au Mrindoko Adamu au Mrindoko Mungu, huwezi kusikia. Yaani kwamba chimbuko la binadamu wa kwanza. Hakuna chimbuko. Unajua watu wengi, mimi nashangaa kwa nini watu wanataka chimbuko. Unataka chimbuko la nini? Yaani ngoja niseme tu wazi. By the time unatakiwa ujue kwamba story ya kutafuta chimbuko ilitokea katika kipindi ambacho tunaita searching for meaning, utafutaji wa maana. Ilikuwa ni zama iliyokuwepo zamani. Watu walikuwa wanatafuta maana. Kwamba watu wameishi sasa wakaanza, hebu ngoja tuanze kutafuta maana. Hivi ilikuwaje tukawa hapa? Sasa huo ugonjwa wa kutafuta maana ndo tumeambukizwa mpaka na sisi. Unajua kitu ambacho Watanzania na Waafrika wengi hawanielewi ni kwamba mimi najaribu kuwafanya watu watengeneze kipindi chao wenyewe, wasitumie vipindi vya watu wengine. Kwa sababu unaposema sisi tuna chanzo, maana yake una refer kile kipindi cha searching for meaning, utafutaji wa maana. Sisi tunatakiwa tutengeneze kipindi chetu kingine, uelewaji wa ulimwengu, tuelewe ulimwengu. Sasa unaponiambia chanzo changu ni wapi, maana yake unarudisha kwenye era ya hao jamaa wale walikuwa na search for meaning, ambao mimi era mimi sitaki kuishi kwa sababu najua hakuna chanzo. I've been here. Wewe ulikuwa hapa, wote tulikuwa hapa. Yes, bwana, leo ndio ile siku ambayo nataka niweze kukushushia jiwe juu ya jiwe kuhusu mada za kichokonozi kama ambavyo nilivyoahidi hapo awali. Kwa hiyo mwalimu ni mtu ambaye anakutolea uwezo ulionao, then anakulisha takataka ambazo hukutakiwa kuwa nazo. That's why unafundishwa KK 3. Kusoma, kuandika, kuhesabu, na hakuna mtu anakufundisha kufikiri. Umenipata? Sasa umeona tofauti ya kuishi maisha ya kilimwengu na tofauti ya kuishi maisha yaliyosetiwa. Ulimwenguni huhitaji kujifunza vitu hivyo, sijui kusoma, kuandika, kuhesabu, maana kiuhalisia ni kwamba hatuandiki, tunachora. Sasa unakuwa programmed uende kwenye mchoro uliokwisha andaliwa A E I O U. Na ikitupendeza leo hapa tutaenda kuichambua hii mada kwa muda mrefu, kwa sababu hawa jamaa wana mambo mengi ambayo wanazungumzia, ambayo yanahitaji tuweze kutumia akili katika kuweza kuyachanganya. Zamani nikiwemo mimi binafsi, yes, nilikuwa naamini nikiaju au kuuliza kuhusiana na dini napata dhambi. Lakini sasa hivi tunaona kila mmoja anauliza na kujitafakari kwamba hivi dini ni kweli? Dini tumeletewa? Uelewa ni kwamba tunavyozidi kwenda ndio hayo machafuko yanakuja, kwamba sasa hivi watu watakuwa wana argue sana, au ni kitu gani? Yes, watu watakuwa na argue kuhusiana na uelewa wa nani hiyo jela, na ite tu wazi jela ya kidini. Na huko tunakoelekea, ambao wako kwenye jela ya kidini watakuwa wanapambana watu wasiwakimbie kwenye jela yao. Na hawa wanaotoka jela na wenyewe hawajui wanatakiwa kwenda wapi, kwa sababu wamezoeshwa kuwa tegemezi. Kwa hiyo hawawezi tena kujitegemea. Kwa hiyo watakuwa wanatafuta mtu mwingine wa kumtegemea. Kama wengine wananipigia simu wananiambia wanataka kuwa wanafunzi wangu, naambia mimi sijawahi kuwa mwalimu, wala sitaki kuwa na mwanafunzi yoyote, wala sitaki mfuasi yoyote. Kwa sababu unatakiwa utumie akili yako mwenyewe na uwezo wako mwenyewe kurealize. Sasa ukitoka tena jela alafu tena unatafuta jela nyingine, that's a problem. Unatakiwa ujue hapa mimi nimesaidiwa kuona njia. Hebu nitengeneze mtaala wangu wa uelewa wangu wa kuishi. Sasa huko mbele watu wengi hawataweza, kwa sababu bado watakuwa wanaenda kwenye jela za watu wengine wanaowategemea, na wao wenyewe hawajafundishwa kujitegemea. Ndio maana ninawaambia watu mara nyingi, ili uweze kutoka kwenye jela ya mifumo hii lazima ubadilishe neuro linguistic yako. Bila kubadilisha neuro linguistic huwezi. Utatoka jela moja utaingia jela nyingine. Yaani unatoka box kubwa unaingia box dogo ambalo linaendelea kukua. Hawa watu ukiwasikiliza bana wanaoja nzuri sana, na leo ndo tunaanza kuzichambua kama hivyo. Kwa mfano kuna hii hapa. Miaka kadhaa iliyopita uliwahi kuzungumza na mtu na ukamwambia kwamba ikifika mwaka wa 2025 watu wengi sana watafunguka akili na kuna vitu vingi sana vya kilimwengu vitakuwa vinazungumziwa. Tumeona na nowadays watu wengi kama wamefunguka akili, na
Ndio maana watu wanazungumza, wanasema kwamba sasa hivi wachokonozi wana ulimwengu wao. Tunaona watu wanajitokeza. Kuna bwana anaitwa Chionda sasa hivi naye amekuja anazungumza. Kuna bwana mwingine, wengi wamejitokeza wanazungumza. Ulionaje hili, yani kwamba hiki ambacho kinatokea sasa hivi ulikionaje? Ukijua kanuni za ulimwengu unajua, ndio maana nasema kila neno nalozungumza ujue hesabu yake. Ukijua kanuni za kulielewa anga, kulielewa jua, kulielewa maji, kuelewa energy, unajua kila kitu. Yani unaishi kesho, unaishi kesho kutwa, unaishi juzi, vyote unaviishi hapa. Kwa una uwezo wa kuona vitu vyote hivyo. Wala uhitaji kwenda mahali kusoma. Umeona? Ndio maana naambia watu kwamba una uwezo wa kujua hata siku yako utakufa ukiwa na miaka mingapi na utakufaje. Kila mtu ana huo uwezo. Ila ni kwa sababu hujawahi kutune in. Umeona? So ukiangalia mzunguko mzima wa ulimwengu mwaka huu na kuendelea, lazima mambo kama haya yatokee. Ingawa tukifika 2030 yatatokea machafuko ya uelewa. Yes. Kwamba hatutoelewana au inakwaje? Kutakuwa na bato, kwa sababu watu watakuwa wanatoka jela, wanatafuta sehemu ambayo watakuwa huru, lakini sehemu ambazo wanadhani wanaenda kuwa huru ni jela ile ile inawarudisha jela. Kwa hiyo ikifika 2030 watu watajikuta wako confused, kwa sababu hakuna mtu ambaye amewasaidia kuelewa. Sasa hivi watu sio kwamba wanaelewa, sasa hivi watu wanashangaa. Umenipata? Na wanaposhangaa wanakuwa na uwezo wa kupiga kelele. Umeona? Sasa lazima itatokea resistance, kwa sababu hata watu ambao wako kwenye jela watatamani kwenda huku ili wawarudishe watu waliokuwa jela. Kwa watatumia kanuni nyingine kuwarudisha jela. Kwa ndo maana nasema ikifika 2030 kutakuwa na machafuko ya uelewa. Hii ambayo unaita jela, ni mifumo ya dini mathalan. Na hawa mabwana jela ambao ni viongozi wa kidini kwa mujibu wako wewe. Unadhani kwamba ni kwamba hawaelewi kwamba pale walipo na wanataka wafuasi wafuate, na kwa faida gani? Wapo wanaoelewa, wanaoelewa wanachokifanya, na wapo ambao hawaelewi wanachokifanya. Wapo ambao wanaelewa kwamba watu wakiwa contain watu, tunasema mwenye watu ndio mwenye fedha. Umenipata? Kwa hiyo wapo ambao wanajua wakiwa contain watu watapata fedha, maana wanaamini kwamba mafanikio ni mkusanyo wa vitu. Umenipata vizuri? Kwa hiyo lazima wataendelea kukusanya watu. Na wapo ambao wanajua kwamba sisi tunatumia watu kurani mambo yetu. Sitaki kuwataja. Kuna dini moja kubwa sana hapa duniani. Wenyewe wamewekeza zaidi kwenye material things, wananunua mashamba, wanajenga manini. Hawajafocus kwenye kuhubiri sijui Yesu anarudi, nani sijui anakuja kuna kuchomwa. That's not their focus. Wenyewe wamefocus kwamba waendelee kukudrain, waendelee kuleta, wenyewe waendelee kubuild empire. Umenipata? Lakini wengine hawajui wanachokifanya. Wenyewe wanajua kucontain watu kwa sababu wamejifunza peo za chini za theolojia, wanaamini walichofundishwa kwenye theolojia ni reality. Kwa lazima waendelee kukusanya watu kuwaaminisha kwamba wanawapa ukweli. That's how it is. Dhambi ni nini? Hakuna kitu kinaitwa dhambi. Kwa nini? Kwani dhambi ni nini? Haba nikuulize na wewe. Ni story ambayo umekuwa designed kwamba unaposhuka kwenye ukuu wako ukiwa duni, mimi naelewa hiyo ndio dhambi. Unapoanza kutegemea mtu mwingine sijui aliyoko juu, mimi nadhani umefanya dhambi. Kwa sababu kwa Kiyahudi inaitwa mishni, yani kutoka kwenye ukuu wako kushuka chini, tayari umefanya dhambi. Mwanaume ukifanya ngono ukatoa mbegu zako umefanya dhambi, maana umeondoka kwenye ukuu wako. Umenielewa? Kwa hiyo ndio dhambi. Dhambi maana yake umeshuka kwenye ukuu wako. Ukiua mtu umeshuka kwenye ukuu wako, kwa na sababu ya kumuua. Maana yake ni kwamba una uwezo wa kuzungumza naye. Ndio maana umemuua. Kwa sababu mfumo uliotumika kutengeneza watu wanaitwa walimu. Mwalimu kazi yake kubwa ni kukuondolea wewe uwezo wako ulionao, akuvishe takataka ambazo hutakiwi kuwa nazo. Kwa nini unaita takataka? Ni takataka kwa sababu Paidi School of 4 mimi nanisaidia nini? Wewe inakusaidia nini hadi sasa hivi kwenye maisha yako? What is the biology vipi? Natumia wewe inakusaidia nini biology sasa hivi? Wakati wewe mwenyewe hujui figo zako zinakaa wapi. Na hata ukiwa unauma figo huwezi kujua kwamba mimi hapa na figo zina shida mahali fulani. Mwalimu wako biology hajakufundisha, ila amekwambia anakufundisha biology. Kwa umepoteza miaka 4 unajifunza takataka ambao huwezi kuithibitisha. Umeona? Swali linauliza hivi. Unaweza kuthibitisha uwepo wa Mungu
bila kutumia dini? Lisikilize vizuri kwa umakini hilo swali ili uweze kulielewa. Halafu ndio uweze kujibu. Je, unaweza kuthibitisha uwepo wa Mungu bila kutumia dini? Kwa nini uamini dini? Dini zimetengenezwa na wanadamu. Mungu kuwa na mpango wa kuleta kitu unaitwa dini. Unajua kwanza watu wa dini na watu wa politics ni watu wa moja. Dini ni hatari kuliko hata shetani mwenyewe. Dini ni hatari. Kwa sababu dini inakuaminisha kwamba haya ndiye anayotaka Mungu. Kumbe wala Mungu hana uhusiano naye. Unakuwa kabisa unayafanya kabisa kwamba Mungu ndiye anataka. Kumbe Mungu wala anasema Gwajima wananisingizia tu. Na inakuaminisha kwamba shetani ndio huyu hapa. Shetani anasema mimi hata sipo pale. Kwa hiyo dini ni zaidi ya bangi. Dini na siasa ni kitu kimoja. Kwa hiyo hii yote ni masuala ya kuendeleza maisha ya vikundi fulani na watu fulani. Po sio kuona watu wengi wako na msikitini na wanavaa kokoni. Kanzu. Watu wengi wanakwenda kanisani na wanavaa kokoni. Za kawaida. Suti. Nguo nzuri za kuchomekea. Yaani mavazi ya Mwingereza. Mwingereza anaitwa the smart one. Ukiwa Muislamu lazima ufuate mila za Kiarabu. Kwa sababu sisi Ukristo wetu tumeletewa na Mwingereza ndio umekuja zaidi, Ujerumani kakaa. Kwa hiyo mimi ninachoamini hapa, naamini Mungu wa babu yao, wa bibi yao, wa mama yao. Mimi siamini Mungu wa Isaka, Yakobo na Ibrahimu. Hawa watu kama walikuwepo, walikuwa kwenye msaada wa imaya yao. Hawawezi wao kutusaidia sisi. Mungu wa mzungu hawezi kuja kunisaidia mimi. Yesu ni nani? Yesu ni myth. Kwa Mswahili ambaye haelewi myth. Ni hadithi. Ni hadithi ambayo ni vitu ambavyo vya kuaminika lakini havina reality. 70% wanachokwambia sio kweli. Dunia imejengwa na uongo. Hivi unajua kwamba hata Biblia hii tunaisoma, hii Biblia unaisoma, unajua imefanywa mabadiliko zaidi ya 1000. Miaka imeenda, alafu baadaye Biblia ilipotea, ikafichwa na Roman Empire. Kwa miaka 600 imefichwa. Mwisho ni yako. Kwa kitabu cha Ufunuo wa Yohana si cha kweli. Nimesoma Ufunuo wa Yohana. Ningesoma Ufunuo wa Yohana. Kile kitabu lakini kinasema kuna mwisho wa dunia. Ni kitabu waliandika. Na kila mtu anaandika cha kwake, anaandika inavyofikiria yeye. Kwa kile kitabu ni myth. Yes, that's the myth. But that's a story. Ukisoma unaburudika, unapata tumaini. Lakini mpaka uchanganue sana ndio utajua kwamba hii ni mfumo maalum wa utawala uliowekwa. Ukiamini vile basi utaishi kinyenyekevu sana, kwa sababu ya kutegemea kesho kutakuwa na kifo. Ni kifa mimi nitakwenda kwenye sehemu gani? Sehemu ya wokovu, heaven. Kwa hiyo tunachokisoma ni maneno watu wameandika, wanagesi kuchukua hili na hili na hili, wanajaribu kuunganisha. Leo hii tumeshika sisi tunasoma, mtu anakuambia hafuati Biblia. Ipi? Ipi? Which one are you talking about? Jamani, tulizeni sie tulosoma hivi vitu jamani. Unajua hatuongei kila kitu. Hatuongei kila kitu. Tunaongea vitu vichache, tunasoma vingi, tunaongea vitu vichache. Kuna vingine tukiongea hapa mtu unaharibu na imani yake hapo. Unaivuruga, alafu wewe unasimama kwenye imani. Kisha yeye unamtoa nje. Kwa sababu dini ni mpango wa binadamu kumtafuta Mungu. Sio lazima awe amepatia. Mimi mtu anayesema Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka, akapaa kwenda mbinguni, atarudi tena, kutuchukua, ni mwenzangu. Kwa hiyo tuongee vitu ambavyo ni sensible.
Mtu anakwambia hafuati Biblia. Ipi wewe uliona hii Biblia wakati inaandikwa uliona? Biblia imepitia changamoto nyingi sana hii. Mpaka kufikia hapa, yani unavyoiona, yani vitu vingi ukionyeshwa mistari yake original, unaona kabisa tumeingizwa mingine chaka. Mingine ilikuwa ni mawazo ya watu, wanajaribu kugesi hapa labda itakuwa hivi. Haikuhifadhiwa kwa namna hii. Kwa hiyo naomba jamani, tusijitoe sana ufahamu jamani, Kuna vitu vingine mbona vinaeleweka tu, kuna vitu vingine vinafanyaje? Vinaeleweka tu kirahisi tu. Yani akili hata hitaji akili ya Mungu sana, ni akili ya kawaida tu. Unaelewa vitu vingine, unaelewa tu kabisa. Unajua watu wengine wanasema wanahubiri injili ya mafanikio. Weka hubiri hiyo ya kwako. Acha kutusumbua hapa. Watu bwana, na vielimu vyao vya watu wamesoma Bible school huko ya kulishwa makande na nani, wanakuja kutusumbua hapa. Weka hubiri ya kwako hiyo uliojifunza huko kwenye chuo chenu mlioletewa na wamishonari. Heaven ingekuwepo, mzungu asingekuletea dini. Kwa sababu mzungu ana mpango na wewe uende naye peponi. Wala mwana ana mpango wewe ndio uende peponi. Anakufanyia duniani inatosha, itakubali wewe na wewe kwenda mkanya chai pamoja kule. Wa Afrika sasa wanaondokanaje na hii hali ya wengi sasa hivi wameshikwa na dini? Sisi wote, mimi ni Mkristo. Wewe ni Christian. Mimi ni Roman Catholic. Wewe ni Roman Catholic. Wewe ni Mroma lakini Mtanzania. Yes. Sasa sasa kwa nini usiitwe ukajiita mimi Mtanzania usiite Mroma? Nimezaliwa nimekuta ni dini wazazi wangu wanayo. Nisoma kitabu kimoja ni jamaa mmoja aitwa Edmund Flaudi. Inaitwa Mankind Search for God. Unaongea wewe mfano mkubwa kwamba wewe ulivyozaliwa kwa baba yako ndio ukukuta na dini hiyo na wewe uko kuna hiyo. Ina maana hata sisi wa Tanzania tungetawaliwa na Mchina leo tungekuwa Confucianism. Tungekuwa Confucianism, dini ya Kichina. Je, tungetawaliwa na Muhindi? Ndio ndugu yangu ungekuwa Buddha. Waafrika wanatokaje huko? Kutoka Afrika ni kazi ngumu kwa sababu wako kwenye chain. Kwa sababu chain ya sasa hivi tuliyokuwa nayo hatujafungwa miguuni. Chain tuliyokuwa nayo sasa hivi imefungwa kwenye ubongo. Na chain ya kwenye ubongo mpaka upaswe kichwa sio leo. Na Mwafrika kumfundisha kwamba hapo ulipo ni wrong. Hapa mimi nilipo wananiita mkosaji. Hapa ninachoongea hiki. Sasa hivi dunia ina dini zaidi ya milioni 1. India tupu ina dini zaidi ya milioni 1. India peke yake ina dini zaidi ya milioni 1. Je, Mungu ni mmoja? Dini zote hizo Mungu azeta. Hebu sasa ngoje tuweze kuchambua zile mada ambazo nabidi tuweze kuzitafakari kwa akili zaidi. Kuna hii hapa. Ukija huku huyu Sulemani alikuwa na wake 700. Wao wanamke wanaambia wao mmoja. Hivi kwani mnaweza kuoa mwanamke mmoja? Kwa nini imeletwa hii dhana ya kuwa mwanamke mmoja? Imetoka wapi? Dhana kuwa mwanamke mmoja. The white supremacy. Kwa sababu wanajua mtu anaozaa sana duniani mtu mweusi peke yake. Kwa asili hakuna mwanaume anaweza kukaa na mwanamke mmoja. Nadhani niulize. Yeah. Unadhani wanaume wa Kristo moja hawana mke zaidi ya mmoja? Swali la pili. Wako comfortable na maisha yao? Na kama hawako au wako comfortable, kwa nini waendelee kuishi hivyo? Wanaishi kwa sababu wako kwenye jela ya watanionaje. Okay. Si umenipata? Ndio. Kwa sababu ninavyoelewa mimi, wanawake wengi wakisha kuwa kwenye mahusiano waweza kwa muda mrefu au wakiolewa, wanajisahau kwamba wao ni wanawake. Si umenipata? Wanajisahau kwamba wao ni wanawake. Kwa hiyo wanajiweka position ambayo haiwahusu. Si umenielewa vizuri? Kwa nini? Nimeshasema mwanaume anataka sense of beauty. Kwa sababu kwanza mwanaume amebeba generation. Zile genes, mbegu. Mwanamke amebeba incubator. Na kuna umri mwanamke akifika anapomaliza sasa umri wake wa mwanamke kuingia umalkia. Nimewahi kusema kwamba umri wa mwanamke umegawanyika katika vipindi. Umeona? Kwa mwanamke anapomaliza kipindi cha mwanamke anaingia kipindi cha umalkia. Sasa wakati mwanamke anaingia kipindi cha umalkia, biologically hawezi tena kubeba ujauzito. Umeona bwana? Na yeye ni incubator ambaye anatakiwa kuincubate hiyo generation ambayo ni mbegu ambazo mwanaume anatoa. Kwa mwanamke anafika menopause. Na mwanamke akifika menopause vitu vingi vinabadilika ndani ya mwili wake.
hata energy yake ina shifti, hawi kama alivyokuwa mwanzo, hata kama watabisha and so forth, lakini that's the reality. Unamaanisha mwanamke umri ambao umeenda miaka 45 na kuendelea halingana mtoto wa miaka 25? Hawezi kulingana. Halingana na binti wa miaka 25. Hawezi kulingana kwa sababu mwili, akili au nini? Energy tu ya mwili. Wale ufanye utafiti mambo ya energy sasa. Energy yake ina shifti, haiwi tena. Tunasema mwanamke hodari ni yule anayeweza kumchochea mwanaume kifua. Hiyo nasema mara nyingi, nadhani nimeandika hata kwenye one of my books. Mwanamke hodari ni yule anayeweza kumchochea mwanaume kifua. Sasa kuna umri ukifika mwanamke hawezi tena kumchochea mwanaume kifua. Yaani anamzoea, anamuona ni kama kaka yake, kama ndugu yake, ni so forth. Umeona ndio maana wenyewe wanasema sisi tunaishi kama kaka na dada. Lakini kwa asili mwanaume ni physical being na mwanamke ni emotional being. Kwa hivyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo ina maana kuna wakati emotion haziendelei tena kuchemka kama zilivyokuwa mwanzo. Umeona bwana? Wakati mwanaume yeye ni physical being ambaye daima atabaki kuwa hivyo. Otherwise labda kama anajidestroy na mfumo wake wa maisha. Umeona? Kwa hiyo huwezi kuniambia kiumbe ambacho kina mipaka ya menopause kilingane na kiumbe ambacho hakina mipaka ya menopause. Kwa hiyo mwanaume kuoa mwanamke mmoja maana yake mwanaume huyu amejitoa kafara. Umeona? Kwamba amejitoa kafara kuachana na asili yake, afate utumwa wa kidini. Si umenielewa? Au afate hofu ya mwanamke aliyoko naye. Si umenielewa? Au afate hofu yake ya kiuchumi kwamba hataweza kuwahudumia. Wakati si kweli kwamba mwanaume anaoa mwanamke ili amhudumie. Mwanaume anaoa mwanamke ili ampe mji. Mwanamke kumwoa si kwamba unataka unamuoa ili umhudumie ukizi mahitaji yake, no. Unampa mji. Ndio maana kwenye jamii zote mwanamke anaitwa, akishaolewa na akizaa mtoto anaitwa mama. Kwenye maandiko nilikuwa nakutafutia Biblia kipindi fulani kwamba kuna simesahau kifungu gani, kwamba wanawake 7 wanataka tu waitwe kwa jina la mwanaume mmoja. Hii tulikuwa mimi ni mume wa fulani. Hawataki matumizi wala ni andiko fulani, sijui ni kifungu gani. Kwa asili mwanamke anahitaji tu hiyo heshima ya mji. Kwamba ameolewa na mtu fulani, kwa sababu wanaume zamani walikuwa sio kila mtu alikuwa mwanaume. Wanaume walikuwa ni wale majemedari. Yaani watu ambao wamejipambanua kwenye ulimwengu huu. Sasa siku hizi kila mtu anaitwa mwanaume, hata mtu ana akili timamu na anakuwa mwanaume. Umeona? Angeitwa mvulana. Umeona? Kwa hiyo sisi kwa asili mwanaume, wanawake kuna kipindi hawezi tena kuwa kama alivyokuwa. Alafu sasa kilichopo ni kwamba biologically, psychologically mwanaume amekuwa designed na kitu tunaita sense of beauty. Sawa? Vitu vyote vizuri unavyoviona duniani hajatengeneza mwanamke, ametengeneza mwanaume. Nguo nzuri zote wanazovaa wanawake wametengeneza wanaume. Ndio maana fundi mzuri wa nguo za kike ni fundi wa kiume, sio fundi wa kike. Vyakula, upishi mzuri anaweza kupika vizuri ni mwanaume, sio mwanamke, kwa sababu mwanaume kwa asili ana sense of beauty. Ana uwezo wa kuona uzuri na kuutengeneza uzuri. Kwa hiyo wanawake hawajipambi kwa ajili yao, wanajipamba kwa ajili ya mwanaume. Kwa sababu yeye ndiye anapenda uzuri, sense of beauty. Wanawake sio wazuri kwa ajili yao, ni wazuri kwa ajili ya mwanaume. Na ndio hapo ikaja concept kwamba Adamu akalala, Eva akatoka ubavuni. Sio, umeelewa sasa? Kwamba uzuri wote wa mwanamke unaouona mwanaume ndiye anautengeneza kwenye akili yake. Otherwise mwanamke hana uzuri. Waishi wanawake wenyewe. Wanawake hawana sense of beauty kwa asili, kwa sababu wana emotions, hawaishi kwenye akili, wanaishi kwenye emotion. Sasa kiumbe ambacho kinaishi kwenye hisia hakiwezi kuwa na uwezo wa kutambua uzuri. Kwa sababu kila wakati hisia zina change. Kwa kama mwanaume amekuwa designed na sense of beauty, kumweka na mke mmoja mpaka miaka 60 wamezeeka, unamnyima ile kitu yake ya asili ya ku appreciate beauty. Kuna hii hapa. Unatamani kuishi na mwanamke fulani. Utatekea hata kidogo kwamba uwe makini. Unajua kutamani kuishi na mwanamke fulani na kuelewa mwanamke wa kuishi naye ni vitu viwili tofauti. Ukitamani maana yake una hakika na akili yako. Ile ukijua nataka kuishi, uelewa maana yake yani wewe unaelewa kwamba mimi niko hivi napungukiwa kitu cha namna hii. Kwa hiyo unatakiwa mtu wa namna hii ndiye aje afili hapa. Sasa hicho kitu watu wengi hawaelewi. Anatafuta mke mwema.
anakuja mke mwema ambaye afili gap ambayo wewe unayo. Wewe ni mkimya. Unaona na mke mkimya vile vile. Yeye ni mwema. Ila ni mwema. Kumbe ulitakiwa ufili gap ya mtu ambaye sasa hata mgeni aje naye atampigisha story. Sasa umeshanipata sasa. Kwa hiyo ilitakiwa upate mtu ambaye anakuja kufeel gap, kwamba uelewe mimi kwa jinsi ninavyojielewa natakiwa niwe na mtu fulani anaye feel gap fulani. Hiki ndio kitu tunapungukiwa. Kama nilivyosema kwamba zamani watu hawaoi wake wengi kwa sababu eti wanawake ni wengi. Wanajua wanawake wanabeba funguo kwamba mimi nikiwa na huyu kwa sababu ya maisha yangu ninayoyataka huyu atafungua hapa. Sio umenipata? Sasa watu wamefichwa hiyo kwamba mke awe mwema. No, mke awe na key, awe na funguo ya kufungua kingdom unayotaka. Sio wema. Wema ni uongo, maana kuna time hata aonesha wema ataonesha yeye halisia. Na atakuwaje mwema wakati anatoka kwenye familia ya watu ambao sio wema? Inakuwaje? Haiwezekani. Ametoka kwenye jamii ya watu ambao sio wema. Ni wagonjwa, wana psychological diseases, wana trauma nyingi za makuzi. Yeye atakuwaje mwema? Ni impossible. Afu wema ni kitu real, ni uongo umetengenezwa na dini. Hakuna mke mwema wala hakuna stara, urongo. Angekuwa anaoga bafuni na baibui ningesema kweli sasa wema wake umepitiliza. Yaani anaoga avui nguo. Lakini akienda bafuni anavua nguo anaoga. Sawa. Kuna makosa mengi ambao wanaongea kwa sababu in other end ni kwamba kuna baadhi ya vitu wanavyoongea aliyakuwa hawana utashi navyo, hususan katika kwenye upande wa Uislamu. Pindi wanapokuwa wanajitahidi kutaka kuongelea Uislamu, ni baadhi ya sehemu wanaongelea vitu ambavyo wanakuwa hawavifahamu, ila vingine wanaongelea vitu ambavyo of course ni vipo, ila labda kwa namna moja ama nyingine uelewa tofauti the way ambavyo wao wanafahamu na vile ambavyo sisi waumini tunafahamu. Ndio maana huwa anashangaa wanawake wa Kiislamu eti wanajifunika eti wanajistiri. Mbona bafuni ujistiri? Mbona chooni au jistiri? Ungekuwa unakunywa kwenye chupi unairusha. Utameza chupi ngapi? Sasa unajistiri alafu shimo la choo linakuona unajistiri nini? Unajua kuna vitu vingine is not logical. Ni kautumwa tu mtu unatengenezewa kautumwa. Ila atumaanishi au unamaanisha kujistiri kitu kibaya? Kuvaa ni urongo, unajistiri nini? Kuvaa tu. Mimi kwa heshima ni nini maana yake? Heshima ni nini? Watu kwa tamaduni usi. South Africa uone mabinti wanatembea uchi. Na matiti yako wazi. Yako wazi. Umeona nani amewabaka? Uswatini pale. Nani amewabaka? Uswatini. Kwanza haya mambo ya kusema sijui unaficha sijui kujistiri ni dini zimeleta. Na toka haya mambo yamekuja haya ya kujistiri ndio ngono imeshika mileage. Kwa sababu unafanya watu wawe na shauku ya kutaka kujua kilichofichwa. Ndani kuna nini? Lakini kitu watu wakiona kimezo. Kwani uliona nani anakimbizana eti aone vichwa vya wanawake? Hamna. Tidada nataka nione kichwa chako. Sababu kiko wazi kinaonekana. Kwa matiti angekuwa wazi wala hamna. Hakuna mtu angekuwa anashangaa. Hakuna mtu angekuwa na tai. Ila kwa sababu tumetengeneza hako kwa ugonjwa kupitia dini usizini. Amwangalie kwa macho amekusha zini. Si usifanye nini jistiri. Mwanamke uwe na stara. Si mwanamke bobo. Waazabe huko na stara gani? Unaziba tu hapa kidogo. Sasa upingie matiti yako wazi. Na wala hamna tamaa. Hakuna tamaa. Kwa hiyo dini ndio imetengeneza. Unajua nimesema mara nyingi. Umesema kule nyumbani kwenu Majita. Watu wakina mama wanaoga pale na matiti yao kama bendera ya Jamaica. Wakina baba na wenyewe wanaoga hapa na mitambo yao. Nobody business. Nobody cares. Watu wanaogelea nobody cares, wanamaliza wanabeba vitu wanaenda nyumbani. Na hakuna mwanamke kwa kumtamani. Huwezi kusikia mtu amebaki eti ziwani eti alikuwa anaoga. Eti anaosha masufuria, hakuna. Huwezi kusikia. Ndio maana utaona miji kama Dar es Salaam mwanamke akivaa kimini nobody cares. Lakini ukiona miji ya kishamba kama Arusha huko Meru binti apite na kimini utasikia hata mabodaboda yanaanza yanapiga miuzi. Nimeenda Nairobi juzi, wanawake wa kule kwa mimi Tanzania nashangaa wana sketi fupi mapaja yako wazi. Yes. Lakini naangalia saikolojia wanaume wa pale Nairobi. They don't care. Uko busy. Ni wewe na ushamba wako na unashangaa mapaja yako nje. Ni wewe meusi ya Kenya. Wewe ndio unashangaa ukiona mtoto wa kike ameacha tumbo lake wazi au kifua chake sehemu kubwa iko wazi. Wewe ndio unapagaa maana ngono imekujaa kwenye akili. Lakini watu waanza ngono. Lakini watu wengine they don't care. Sio mnipata, they don't care kwa sababu is normal, ni mwili wake. Anajiexpress yeye, anaenjoy yeye. Hasa mtu atakiwa na mwanamke anamwambia ajistiri. Mtu anatakiwa experience mwili wake, enjoy yeye. Yeye anavyotaka yeye. Yeye ndiye anataka mwili wake. Yeye akitaka avae chupi ya mguu mmoja ni yeye. Sio umenipata baba.
Sasa wewe unamwambia vaa chupi ya miguu miwili, yeye anataka ya mmoja. Lakini labda jamii itatutafsiri tofauti. Jamii gani sasa? Hii ya Watanzania. Sasa Tanzania ukiangalia hapa kuna jamii. Hakuna maadili hapa. Hakuna, hii nchi haina jamii. Nchi ina wagonjwa. Ina wagonjwa na vichaa. Yaani ukishasikia watu wanazungumza habari za kujistiri, mke mwema, my brother, hiyo kitu haipo. Mimi ningekuwa sija cancel wanandoa ungeniambia kuna kitu kinaitwa mke mwema na mume mwema. Hakuna. Kuna hicho kitu. Hakuna hicho kitu. Mimi nimefanya program kadhaa Zanzibar. Mabinti ukiona kwenye workshop wanasema wanajistiri, my brother, nenda nao bichi. Wanajiachia. Kila kitu wanavua. Nenda nao hoteli. Wanavua kila kitu. Na wanasema wazi kwamba si tunabanwa, tusio kwamba tunapenda. Kwa hiyo utaniambia hapa kuna jamii. Kumbe sio asili yao. Sio asili yao. Yaani kama unavyoona mtoto anavyojiona raha kukaa uchi. Hivyo ndivyo tulivyo. Habari za kuvaa nguo hizi ni mkoloni ili atuuzie nguo kama hizi. Basi na sababu za kidini. Kwa sababu dini wameamua sasa, unajua watu mimi nimeshakwambia mara nyingi. Ukisikia sehemu yote neno limeandikwa ni negative frequency, usizini. Question mara mbili. Kuna nini nyuma yake? Ni kweli naambiwa nisizini au ndio unafundishwa kuzini? Hapo maana yake unafundishwa kuzini. Usiue, maana yake ndio unafundishwa kuua. Sio, umeelewa vizuri? Na ndio maana dini zinaongozwa kwa kuua, zinaongozwa kwa kuzini, kwa sababu ni negative frequency. Mwanadamu unapomwambia usi, psychologically ndio unamwambia fanya. Sio, umenipata? That's how it is. Mbona dini haisemi usiwe maskini? Haisemi. Kama dini ni logical. Heri maskini wa roho. Heri maskini. Kwa nini watumie neno maskini? Kwa nini walitumie? Umeona sasa? Mbona kwenye amri pale iseme usiwe maskini? Na baba yako ana barabara za vioo huko mbinguni. Alafu maskini wa roho inakuja. Ana barabara za vioo, mtoto wake aliiba punda wa watu. Shenzi kweli. Punda na majani ya matende. Hii dunia bana. Yaani baba yake alishindwa kushusha kalami. Kwa hiyo sasa kwenye issue nzima ya ndoa, issue nzima ya aina za ndoa hizi, mfumo wa ndoa ulivyosetiwa ni scam. Ni scam, ni janga kwa hata wanandoa wasiposema ni scam. Ni janga kwa Afrika. Kwa sababu tafsiri halisi ya ndoa haipo kwenye watu wanaitwa wanandoa. Ndio maana wanadhibitiana. Mwanamke anapambana kuwa mke mwema kwa mume wake, yani kuwa mnafiki. Mwanaume anapambana kuwa mume mwema kwa mke wake na yeye kuwa mnafiki. Wakati kumbe wanatakiwa kusaidiana kuevolve. Mimi kwa uelewa wangu ni kwamba unapokuwa na mtu kwenye mahusiano, maana yake yenyewe ni walimu wawili na wanafunzi wawili. Jumla mko watu wanne. Kwamba mimi nimfundishe kitu ambacho ninakielewa. Yeye akubali kuwa mwanafunzi. Please, hiyo naomba urudie kwamba kwa upeo wangu mimi wauelewa. Mnapokuwa kwenye mahusiano watu wawili wa jinsia mbili tofauti. Sizungumzii wale waliolala na yule jamaa kule kwenye bustani. Kule Getsemane, wale sizungumzii. Umeona? Inawezekana mwanaume mzima wao na wanafunzi 12 wote wanaume. Haiwezekani. Umeona bwana? Sasa unapokuwa kwenye mahusiano ya jinsia mbili tofauti, nyinyi ni walimu wawili na wanafunzi wawili. That's according to me. Kwamba mtu ndiye uhusiana naye mwanamke, mimi ni mwalimu wake kwa vitu ninavyovuviwa, unavyofahamu, ninavyoota na vitu ninavyoelewa. Sikiliza na hii. Wanawake wakishaolewa wengi wanapoteza hiyo sense of beauty. Kwa hiyo wanaosema Wakristo wapo tu kwenye jela wanavumilia kwa sababu watanionaje, dini inasemaje, hofu yangu ya kiuchumi inasemaje. Lakini kiuhalisia ni kwamba wameshawachoka wale wanawake ambao wanaishi nao kwa sababu wanapoteza sense of beauty. Na kwa sababu gani nakwambia? Wanawake wengi hawajui kwamba wanaume wanahitaji mwanamke ambaye kadri unavyoendelea kuishi naye anaendelea kuchanua. Lakini wanawake wengi mkishakaa nao kwenye mahusiano wanakuzoea, hawaendelei kuchanua, kwa hiyo wanadumaa. Kwa lugha nyingine ni kwamba mwanaume anahitaji kwa asili mwanamke ambaye anamchangamsha kila wakati. Sio, umenipata? Sio mwanamke ambaye kuna stage anafika anajiona yeye ni mama. Wanaume wa mama wako hautuhusu. Yaani wewe uzae watoto 10, uzae 20, uone una majukumu ya kunyonyesha na nini, sisi haituhusu. Sisi tunataka tukuone vile ambavyo tumekukuta. Sasa wanawake wengi wakishazaa naona mimi nimeshamaliza bwana, sasa hivi na familia yangu na mume wangu na watoto wangu. Imeisha. Umeona bwana? Lakini wanaume hiyo kitu kwenye
yani psychologically na biologically hiyo kitu kwa wanaume haipo. Mwanaume alivyokuona day one ndivyo anataka akuone for years. Sasa unakuta mwanamke anaruhusu, anaanza kujina nini na vitu kama hiyo. Sasa ndio maana nasema hao uliouliza wa Kristo sijui na nini, hawana furaha, wana huzuni na hawafurahi kifungo walichopo kwa sababu ndio wanasumbua watoto wa watu huku mitaani. Lakini wanadai waaminifu mbele za Mungu. Sio waaminifu. Unajua waaminifu maana yake ni nini? Wewe ni upumbazi, kujipumbaza. Unajua watu waache kuficha maana. Sema mimi nimejipumbaza. Ila mwili na hisia unamtaka. Ila mimi nilivyo kwa asili niko hivi. Jiambie tu ukweli, sio kama mimi ni muaminifu. Sema mimi nimejipumbaza. Kwamba hivi. Umeona? Kwa sababu kwa asili wewe kazi yako ni kumpa mwanamke mji. Ukioa mwanamke nampa mji, nampa shamba bana. Wewe ndio malikia wa hapa. Hii ni kingdom yako. Mimi nimeshatengeneza. Mimi nishatengeneza. Yaani ni kama nyuki. Malikia akizao akizaliana tunahamisha kundi tunapeleka kundi lingine. Watu wakitaka kujua vitu hivi kwamba sio story, wajifunze kwenye nyuki. Nyuki kundi moja likishajaa wanahama wanatengeneza kundi lingine. Kingdoms. Na ndio maana utaona nyuki dume akimeti na nyuki jike, nyuki dume anakufa kwa sababu ameshatengeneza generation nyingine anatakiwa aondoke. Sio umenipata vizuri? Kwa hiyo ndio tofauti. Sasa hizi dini zimekuja kufanya haya mambo, usijue mke mmoja kwa sababu wanataka kudhibiti population. Okay. Wanataka kudhibiti population na wanataka kutawala uchumi kwa sababu wanajua ukioa mke mmoja utakuwa na manpower kidogo, kwa production yako itakuwa ndogo. Sio umenipata? Okay. Utakuwa wewe na mke wako mnashughulika kwa ajili ya kazi zenu, kushughulikia vitoto vyenu hapa. Lakini ukiwa na familia kubwa maana yake na production yako itakuwa kubwa. Lazima utafute mashamba. Kwa hiyo na ardhi itaishi, kwa hiyo utakuwa na boma. Sasa unajua tukikuweka kwenye kanyumba kako ka self container tutaweza kukutawala maana ardhi nyingine itakuwa empty. Lakini ukioa wake wengi maana yake inatakiwa uwe na boma, uwe na ardhi kubwa. Kwa lengo lilikuwa ni kimkakati kwamba watu ili tuwatawale kwanza, tuwapunguze uzazi, alafu tuwapunguze kutawanyika. Sasa kutawanyika maana yake tuwaletee story kwamba utakiwa wewe mke mmoja utulie naye. Umeona bwana? Lakini si kweli, hiyo sio asili jinsi ilivyo. Lengo lilikuwa ni kutawalana tu basi. Lakini tunajaribu kurudi kwenye kujadili stress. Yes. Na vilio vya wanaume wengi juu ya mambo ya kimahusiano. Ni haki mwanamume wa Kiafrika kulialia juu ya mahusiano? Wewe ni mpumbavu, unalia kwa sababu gani? Unalia kwa sababu una akili. Yes, anayebeba mahusiano siku zote sio mwanaume, ni mwanamke. Mwanaume kazi yake ni kumlinda mwanamke wake anayebeba mahusiano. Ushanipata? Hiyo ndio kazi ya mwanaume. Okay. Kuna hii tena umezungumzia mvua. Nikakumbuka moja kati ya jambo ambalo niliwahi kushuhudia ni kulikuwa kuna sherehe kwa shangazi yangu. Na mvua ilikuwa ikinyesha, lakini aliweza kuhamisha mvua. Akisukuma mvua, tukaona mvua inanyesha tofauti na eneo lile ambalo kulikuwa kuna ile shughuli. Huu ni uchawi alitumia au ni kitu gani? Sasa hiyo mnaita uchawi kwa sababu dini zimesema hivyo. Ila mimi nikisema kwa lugha nyingine labda sijui niseme ni art au niite ile watu wamezoea ni science. Ule ndio ujuzi tunasema, uelewa. Kwa sababu ni vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wetu. Unajua watu wanaona hivi vitu ni vya ajabu kwa sababu watu waliotengeneza ujasusi wa kumtawala mwanadamu walifanya kila linalowezekana kumuondolea mwanadamu ukuu wake. Na ndio maana mwanadamu wa kawaida ili ajisikie ukuu lazima tumrate kwa external material things. Ndio tunamrate kwamba ana ukuu. Mtu anaweza kukurate una mafanikio akikuona labda una simu latest iliyotoka. Lakini mtu hawezi kukurate una mafanikio kama una moyo, una figo, una bandama. Hivyo watu hawakurate kama mafanikio. Watu wanakurate ukiwa na mafanikio kama una vitu ambavyo ni external. Ndio wanakurate wewe sasa ni mtu mkubwa, ni mkuu na nina sifa kibao watakupa. Kwa sababu ujasusi uliotumika katika kumtawala mwanadamu, kumdominate au kudominate humanity, uliwafanya watu waondoe ukuu wa wote ambao mwanadamu yuko nao ndani yake. Kwa ndio maana ukisikia mtu anafanya matukio kama wewe labda ya kuzuia mvua au kuleta mvua, unaona ni vitu vya ajabu kwa sababu huo uwezo uliondolewa ndani yako, hauna tena. Na huo uwezo ukapewa lebo mbalimbali, uchawi and so forth. Yes. Kwa hiyo ukisikia mtu anahamisha mvua unamuita uchawi. Ila ukisikia Musa amepiga maji ni muujiza. You see akili ilivyo fupi.
Kwa hiyo ni kwa sababu watu wameamua kuondolewa ule ukuu wao, na ni kitu ambacho ni kimetengenezwa purposely. Unajua mifumo ya dunia haijatengenezwa na watu wenye akili ndogo, ni watu wenye akili kubwa walikaa wakaamua kwamba sasa hatuwezi kutawala wote, lazima iwe lonely at the top, kuwe na pyramid. Wengi wawe chini, wachache wawe juu. Umeona bwana? Kwa hiyo haikutengenezwa tu bahati mbaya, sio kitu kimetokea bahati mbaya, ni kitu kimekuwa planned. Yeah. Kwa hiyo maana watu wakisikia vitu kama hivyo wanaona ni miujiza, lakini mimi sioni muujiza wowote. Yeah. Kwa sababu ni vitu ambavyo viko ndani ya mtu. Kama mtu unaweza kunywa maji ya baridi ukatoa mkojo wa moto, unataka muujiza gani tena ambao unaweza kuufanya? Maana ndani una moto wewe. Lakini mbona unakunywa maji ya baridi unakojoa mkojo wa moto? Na hakuna mtu anakojoa mkojo wa baridi. Na ndani hauna jiko. Sasa ukisikia mtu amepaa na ungo, kwa nini uone ni kitu cha ajabu? Au amehamisha mvua, kwa nini uone ni kitu cha ajabu? Wakati wewe ndani yako unaweza. Na amezungumza hapo, na ukweli ni kwamba ukiangalia wengi ambao wanaona ni vitu vya ajabu ni sisi ambao ni Waafrika au wa Tanzania. Lakini wazungu hawaoni tena kama kitu cha ajabu. Mfano tu rahisi, kwa wale ambao walifuatilia mazishi ya Malkia, namna ambavyo yalivyokuwa yanafanyika. Kwa nini hatukusema kwamba ile ni mbaya, kwamba ule ni ushirikina? Kusema ni mbaya kwa sababu nyinyi ni watumwa. Watumwa unajua kazi yao ni kulishwa. Hiyo ndio kazi kubwa ya watumwa. Kwa hiyo hamwezi kusema kwa sababu mmeshaambia wale ni royal people. Nyie kila mtu akiondoka mzunguko wake either amelogwa au haukuwa wakati wake sahihi kufa, kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo nyie habari hiyo ya kifo mnaona ni kama kitu fulani hivi kwa sababu kuna story ambazo mmeshalishwa. Lakini wenzenu wanaelewa tofauti, ndio maana wana treat kitu kile tofauti. Kwa hiyo nyie lazima muone ile ni special, na ya kwenu nyie lazima kuwe na sintofahamu kwa sababu ndivyo mlivyokuwa designed. Wewe umekuwa designed kama mtumwa, wale umekuwa designed kama royal people. Kwa hiyo ukiona royal people wanafanya mambo yao in a royal way, wewe unaona hamna shida. Lakini wewe kwa sababu ni mtumwa, vitu vyako lazima viende kitumwa, na lazima kuwe na hizo sintofahamu ziwepo. Jomri, kuna tofauti wa wewe unaabudu masuala ya kilimwengu, unafuata masuala ya kilimwengu. Kuna tofauti wote ya haya masuala ya kilimwengu na asili? Kwanza niseme mimi siabudu. Hiyo kwanza nikanushe. Mimi siabudu kwa sababu sina sababu ya kuabudu. Naabudu ili iweje? I don't see the logic ya kusema naabudu. Kuabudu narudi pale pale kwamba unataka kunifanya mimi nijione ni dhaifu kiasi kwamba kuna kitu natakiwa kukitegemea. Kwa hiyo hakuna chochote unachokitegemea wewe? Sitegemei chochote. I just live the moment. Mimi ndio maana naambia watu I'm a casa di flusso, the house of flow. Shumenipata? Kuna stage ukifika utakiwi kuwa na kutegemea chochote, maana unakuwa na hofu ya kuishi. Unatakiwa utoke kwenye hofu ya kuishi uende kwenye hakika. Ndio maana naambia watu kwamba kuna kusocialify maisha na kurealize maisha. Hasa mfumo umetutengeneza sisi kusocialify maisha, tuwe watu wa kijamii, sio watu wa uelewa. Kwa hiyo ukisema unaabudu, maana yake umerely kwenye stories za kijamii ulizolishwa. Wewe mwenyewe hujawahi kuelewa kuabudu maana yake ni nini na kwa nini ninaabudu. Unatakiwa ufike hatua sasa upe wako upevuke uelewe, why am I doing this? Ni kweli ni mimi ndio nafanya au kuna watu wengine wanafanya kupitia mimi? Kwa sababu watu wasichoelewa ni kwamba wewe unaweza ukahisi kwamba labda semia unakunywa chai yenye sukari kwa sababu wewe unataka. Si kweli. Unakunywa chai yenye sukari kwa sababu kuna watu walikuuzia hiyo story, ukaibai hiyo story, mwisho wa siku ikawa behavior imekuwa sehemu ya mwili wako, lakini sio wewe. Ukienda kujiassess sio wewe. Kwa hiyo ukisema kuabudu ina maana kwamba unataka ufanye mimi nijione kama ni kiumbe dhaifu nategemea kitu fulani. Alafu kitu kingine ni kwamba sisemi kama ni kutegemea mambo ya kilimwengu. Nadhani sisi ndio ulimwengu wenyewe. Kwa hiyo ukisema ulimwengu na ukisema halisia unazungumza kitu kile kile. Umeona? Kwa hiyo sidhani kama kuna tofauti kati ya ulimwengu na mambo ya asili. Ni kitu hicho. Ni kitu kimoja. Kwa sababu unapozungumza ulimwengu kwa lugha rahisi niseme unazungumza upeo usio na mipaka. Sasa upeo usio na mipaka ndio asili hiyo. Asili haina mipaka. Yes. Na hapo amezungumza kuhusiana na ulimwengu. Kuna hii dhana ya ulimwengu wa roho. Hii unaizungumziaje kwa upande wenu? Hizo ni vocabulary ambazo watu wanaamua kutengeneza ili kuweza unajua kuna sijui nisemeje.
kuna katika unapojifunza katika uelewa wa mambo kuna vitu watu wanaamua kuweka label ili kujitengeneza kuwa special. Sio, umenipata? Kwa lazima kuwa na vocabulary ambazo zinazaliwa ili watu waonekane ni special. Kwa sababu wanaokuambia ulimwengu wa roho ukiwaambia wa prove kama wameshawahi kwenda kwenye ulimwengu huo, they can't prove. Sio, umenipata? Lakini mimi nikikufundisha certain of things, wewe unaweza ukaprove kwenda kwenye ulimwengu huo wewe mwenyewe, kwa sababu huo uwezo uko ndani yako ya mwili wako, kwenye katikati yako ya uti wa mgongo. You can go there either ukiwa umelala au ukiwa umekaa. Leo nitakuwa shahidi, kuna program fulani tulikuwa tunafanya inaitwa Silent Retreat. Yeah. Kwa hiyo ukijifunza to the highest level utaweza kufikia hiyo stage. Kuna watu nilikuwa na watrain recently, nikawa nawapa zoezi dogo tu la kutumia mshumaa. Sasa hivi wana kama miezi 2. Zoezi dogo tu la kutumia mshumaa. Mwanzo wakawa wanaona kama kitu ambacho nawaambia ni kama yani huyu jamaa anaongea vitu gani, mbona kama anatudanganya hivi. Lakini sasa hivi kuna wachache ambao tayari wamesha prove na wana send na videos kwamba yes, kumbe naweza nikacommand mshumaa ukafuata ninapotaka mimi. Umenikumbusha, umezungumzia mshumaa ukanikumbusha wakati tunafanya michezo. Moja kati ya kitu ambacho tulikuwa tunatumia ni mishumaa, kuashua mishumaa na kuzungumza na mshumaa. Lakini kwenye kundi letu la watu takriban kama 20 alitokea mtu mmoja kaweza kuzima mshumaa bila kuupuliza. Yes. Hayo mazingira ni mazingira ina gani? Kwa sababu hatukufikia mwafaka na hatukuwahi kuambiwa kwamba nini ambacho tulikuwa tunakipata wakati wa kuzungumza na ule mshumaa. Sasa kitu ambacho ndo narudi kwenye swali lako leo niuliza lililopita. Kitu ambacho watu wengi hatuna connectivity. Na ndo ile mmekuwa labeled kwamba ushirikina. Ushirikina maana yake ni ushirikiano. Sio, umenipata? Lakini kwa sababu imechukuliwa in a negative way, umeona? Imechukuliwa in a negative way, ndio maana watu wanaona kama vile ni kitu kibaya. Bwana, hao jamaa hapo muda mwingine wanaendaga mbali sana kifikra na vitu ambavyo wanaongea huwa ukitumia akili, yani ukiacha mbali imani unakuta inakuwa hivyo. Hususani kwa mfano kwenye haya masuala ya dini, wanatuambia kwamba hizi dini tulizokuwa nazo ni kwamba tumeletewa. Huu ni mpango wa watu na ni vitu vya kutungwa. Sasa swali ni kwamba kama wanachokisema wao ni uongo, turudi kwenye swali moja tu kwamba Mungu ni mmoja. Hicho ndicho ambacho sisi waumini tunakifahamu kweli, ni kwamba Mungu ni mmoja, sawa kabisa. Lakini yeye ni mmoja, kwa nini alete njia tofauti? Hapa nazungumzia dini. Kwa nini alete dini tofauti, na kwa nini na mafundisho yapo tofauti? Kwa nini nasema yapo tofauti? Kuna hawa wengine wanasema ya kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho, sawa. Lakini kuna hawa wengine wao katika wao ambao wanaamini kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho, wengine wanapinga hicho kitu, wanakuambia Mungu ni mmoja tu. Napo ukija huko kwa upande wa Uislamu tunaambiwa kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Na kwamba yeye ni mmoja, hakuzaa na wala hakuzaliwa na wala hana anayefanana naye. Hali ya kuwa kwenye upande wa Biblia tunaambiwa kwamba Mungu ametuumba kwa mfano wake, ameumba kitu cha kufanana naye. Hii imekaaje? Tunarudi kwenye uhalisia sasa. Ipo hivi kwamba pale, unajua dini zinatengenezea unafiki kwa namna moja ama nyingine. Ni kivipi? Ni hivi kwamba pindi tunapokuwa tupo mchanganyiko, tunaliwadhana kwamba hawa wanaambia bwana kila mtu na dini yake, sijui na hivi mali tutende matendo mema. Lakini Waislamu wanapokuwa yupo katika na Waislamu yupo kwa Waislamu wenzake ama yupo msikitini, hiyo kauli hauwezi kukaa ukamsikia moja kwa moja anakuambia hao ni makafiri. Hakuna wakubisha. Hiyo ni kweli
hakuna mtu ambaye anaweza akabisha hicho kitu, kwamba Muislamu yeyote yule hakubali kwamba kuna dini nyingine yoyote ile isipokuwa ni Uislamu, au wengine wote ni makafiri. Huo ni ukweli, lazima tuweze kuwekana wazi kabisa, kwa maana ile moyoni nyinyi mkikutana chekeaneni, lakini Muislamu huyo ukimpa kisogo, wewe Mkristo unaonekana ni kafiri. Huo ndio ukweli kwa mujibu wa hizi dini. Tukitoka hapo tuje kwa upande wa Kristo, nao ni vile vile kwamba tutazungumza wengine, bwana, kila mtu na dini yake sijui, lakini tukitoka tu hapo wanatuona sisi kwamba ni watu wa kuabudu majini, sijui ni hicho kitu pia hauwezi ukakipinga kwamba ipo hivyo. Sasa swali ni kwamba yeye ni mmoja, kwa nini ameweza kutuwekea matabaka ya hivi, yani ameweza kutuwekea vitu tofauti? Hapa tutapata jibu kwamba kuna kama sio mpango ni nini, kwa sababu yeye akiwa kama ni mmoja na ametaka waja zake wasinanilie, wasipate tabu. Njia ilikuwa ni moja na huo uwezo alikuwa yupo nao. Sasa swali ni kwamba tunarudi kwenye imani, kila mtu anaamini kweli kwamba yeye ni mmoja na dini yoleta ni moja. Kwa maana Waislamu wanaamini hivyo kwamba dini ni moja, Wakristo wanaamini hivyo kwamba dini ni moja ambao ni yako wao. Sasa hapa kidogo ukiwasikiliza na hawa jamaa kuna kitu cha geni, kwa sababu wanachokifanya ni kuweza kutuondoa katika fikra kwamba tuweze kuamka kwamba kuna uwezekano hapa, kuna vitu tumepangwa ama kuna vitu tunapangwa. Amini nakwambia kwamba katika hizi dini ambazo tunazozifuata, kwa uwepo wa Mungu, kwamba yeye ndo ambaye aliyependekeza kwamba kuwepo na dini, kwamba sasa tunarudi ile kwamba tunaongea kwamba Mungu yupo sawa, basi na dini itakuwa ni moja. Hilo kaeni mkilijua kwamba ninyi, wewe ukiwa Mkristo, ukiwa Muislamu, kwa kaga ukijua kwamba kuna dini moja ndio sahihi, hizi nyingine zote ni kupoteza muda. Je, ni ipi? Ni Uislamu ama ni Ukristo? Ama turudi kwenye madhehebu, ni hayo madhehebu uliokaa nayo ama vipi? Kwa sababu tunaposema kwamba ni Uislamu, hauwezi ukasema ni Uislamu tu, lazima tuweze kuainisha, kwa sababu ndani ya Uislamu kuna madhehebu yana mafunzo ya hovyo kuwaitokea, na ndio maana yenyewe yanapingana. Sawa, na inafikia mahala kuna baadhi ya madhehebu yanaondolewa katika Uislamu. Of course kwa sisi wenye itikadi za Kisalafi tunaamini kwamba watu kama Shia si Waislamu. Sawa, aliyakuwa watu ambao hawajasoma dini, wao wanaamini hivyo kwamba Ushia ni Uislamu. Tena wengine hata hawajui wa Shia ni watu gani, lakini kwa itikadi za Kisalafi kwamba Shia sio Waislamu, tunaondoa kwenye Uislamu kwa sababu hawafuati misingi ya Kiislamu, wana mambo yao wao wenyewe wanayajua. Sawa, kwa maana hapo tayari hizo ni tabaka. Sasa je, tunarudi hapo kwamba tunapata jibu kwamba tuseme dini sahihi ni Uislamu peke yake. Je, ni dhehebu lipi ambalo inabidi wewe uweze kulifuata? Hapa napo kidogo anabaki ni kipengele hivi hivyo. Tukirudi kwa ndio tunao hivyo hivyo kwamba kuna madhehebu mengi, lakini wa Roma atasema sisi ndio dhehebu kuu, na sisi ndio Wakristo, kwa kifupi ndio hivyo. Au wengine wote utasikia kwamba au sije ni jaa sije na nini hivyo hivyo. Ukija wale kule na atakwambia sisi ndio watu ambao tumeokoka sije nini na nini. Kwa maana hapa ukija ukiangalia napo utajua kwamba kuna shida mahala. Sasa swali ni kwamba huku kwenye Uislamu tunaambiwa kwamba kutazuka madhehebu mengi, lakini dhehebu ambalo litakaloingia peponi ni hilo limoja. Ni lipi? Na kwa nini sasa tunakutana kwenye mitihani? Kwa maana kwa namna moja ama nyingine ipo hivi kwamba sisi ambao tunasema kwamba sisi ni waumini, yani ifikie mahala tujue kwamba aidha ni wewe wa itikadi hii ama wa itikadi nyingine, mmoja wapo amedanganywa. Sasa tukirudi napo kwenye upande wa madhehebu, kwa sababu ni kundi moja ndilo ambao litakaloingia peponi kwa mujibu wa mafunzo ya Kiislamu, basi ni kwamba katika haya madhehebu ambao tulikuwa nao si Salafi ni wapo ambao watakokuja, yani ni kundi moja pekee, au wengine yote kwamba ni nini kwa mujibu wa dini ni motoni. Hasa hapa ndio panazuka kwamba kuna wahivi, kuna wahivi.
Naona nyinyi mnaona namna gani watu wanaanza kupigana vijembe kwamba mashehe wanapingana, waumini mpaka kufuru nyingi zinafanyika. Sasa swali ni kwamba je, kama dini imekuja kuleta kwa ajili ya ustaarabu, mbona huo ustaarabu unakuwa unakosekana? Kwa hiyo hizi ni zama ambazo unajua ni zama za utandawazi, na naweza nikasema kwamba kadri siku ambavyo zinavyoenda watu wengi watakuja kuelewa kazi ambao wanaofanya hawa jamaa, hichi ambacho wanachokifanya. Na ndio maana hata ukiangalia katika komenti zao utakuta watu au asilimia nyingi ya watu wana komenti positive kwao, sio negative, kwa maana wanaanza kuwaelewa kwamba hapa kuna kitu inawezekana tumepangwa. Kwa sababu gani? Ni kwamba sasa hivi ni zama ambazo sikai nikategemea kwamba mpaka wewe unifundishe. Sasa hivi elimu ipo wazi, na siku zote kwa mtu ambaye mwenye akili hiyo, kwa kuwa elimu ipo wazi, atakaposoma hapa na hapa utakuta ataelewa, na anaweza akajenga hoja ya kukuuliza swali mpaka wewe mwenyewe ukashindwa. Ani yeye mwenyewe anaweza akajenga hiyo hoja kiasi kwamba hata akija kuuliza wewe swali utashindwa kuweza kumjibu, isipokuwa tu utamjibu kiimani. Nakumbuka kuna mtu mmoja alishawahi kuulizaga swali, na ile swali nikajaribu kulifanyia uchunguzi, na mimi nikaliuliza kwenye makundi ya dini, hususani kwa upande wa Uislamu, sawa? Nikauliza huku kwetu na nikawaachia watu waweze kunipa majibu yao ambao wanayoyataka, ila kitu ambacho nilichogundua ni kwamba hili swali halijibiki, ambalo hata hapa na mimi pia naliuliza. Sikumbuki kama ni hao wachokonozi, maana nimetazama video zao nyingi sana, ama labda ni kuna huyu mzee ambaye alisema hivyo. Yaani unasema mbinguni ni kuzuri sana, yaani kuzuri sana, kuna mabikira, kuna kumwimbia Mungu, lakini kama unaumwa ukipona unamshukuru Mungu kwa kukuponya ili uendelee kuwa na maisha hapa duniani. Yaani ukipona unamshukuru Mungu. Yaani usemi Mungu, mbona unanichelewesha kwenda mbinguni? Unamshukuru Mungu kwa kubaki duniani kwamba nimepona, alafu wakati huo unasema mbinguni kuzuri. Tusidanganyane. Dini ni ujinga, dini ni uenda wazimu. Na imemaliza baba yenu Clarence Mandambo. Ila kuna hilo swali liliulizwa, na mimi nikalinoti tu, nikaleka kichwani, na nikasema hili swali ngoja niweze kulifanyia challenge. Halijaweza kupatiwa majibu. Swali ni kwamba swali ni kwamba je, unaweza kuthibitisha uwepo wa Mungu bila kutumia dini? Utakapojibu majibu yako, hakikisha hayahusiani na dini. Tunataka tuweze kupata uthibitisho wa uwepo wa Mungu bila kutumia dini kwanza, kwa sababu dini ndizo zimetuletea kuweza kufahamu kwamba kuna Mungu. Ni dini. Kama sio dini, tusingefahamu kwamba kuna Mungu, bali tungefahamu kwamba kuna nguvu ya asili. Sijui naeleweka? Kwa maana tusingefahamu kwamba kila jambo ambalo linatokea kwamba ni kwa mipango ya Mungu, ama mtu amefanya labda muujiza ama ni nini, tusingeweza kusema kwamba huo umetoka kwa Mungu ama huo umetoka kwa shetani, bali tungeweza kufahamu hayo yote ya kwamba yamefanyika kutokana na nguvu ya asili ya ulimwengu. Lakini kilipokuja kitu kinachoitwa dini, ndicho ambacho kimeweza kutuwekea
kitu kinachoitwa Mungu na kitu kinachoitwa shetani. Hivi nawauliza nyinyi watu wa dini, malaika wanalinda mbinguni tenda kwa mapanga. Sasa nawauliza, huyu Mungu anamuogopa nani mpaka alindwe? Yaani ikulu ya mbinguni inalindwa, Mungu anamuogopa nani? Naomba komenti zenu mnieleze. Mungu anamuogopa nani mpaka alindwe? Nimemaliza Bayanu Clemens Mwandambo. Na sisi waumini, hoja yetu tunadai ya kwamba tujifikirie sijui tulikuwa nini, kwa maana tunaenda mwisho wa siku tunahitaji kupata ile chimbuko la sisi kwamba ni wapi ambapo tulipotokea. Sasa kosa nambari moja linakuja kwamba unapoanza kuzungumzia chimbuko kwamba utokana na maji sijui kaenda hivi na hivi kikapanda kikashuka mpaka tutafikia kwa Adamu. Adamu ndo ambaye ameumbwa. Sawa. Kila kitu kimeumbwa. Sawa. Tunataka mwanzo tuweze kujua, je, na yeye huyo Mungu aliumbwa ama hajaumbwa? Unapozungumza habari ya creation, maana yake utarudi kutuambia na Mungu aliumbwa. Ndio maana yake kwamba naye tuamini kuna behind naye na Mungu wake. Tumenipata. Sasa concept, kabla tujafika huko turudi hapa. Kwamba lazima tuelewe walio create concept ya Mungu walikuwa wanamaanisha nini. Kwa mfano God, great of all dimension, ukuu katika nyanja zote. Hiyo ndo inaitwa Mungu. Na ukuu katika nyanja zote unaitwa Mungu ni utupu. Kwa sababu hakuna kitu kikuu duniani kama utupu. Hata miti ichanue vipi? Labda tukulifaa kwenye maandiko ya kwenye Biblia. Kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Kwa kilichotawala hapo ni nini? Concept ya kwanza uelewe. Unachoambiwa pale ni utupu, sio Mungu. Kwamba Mungu mwenyewe naye ni utupu. Katokea kwenye utupu. That's why ukijifunza theolojia unatakiwa ujifunze hadi level 9 za theolojia, hadi 11. Ndio maana anavyofundisha mchungaji sio anavyofundisha askofu, sio anavyofundisha cardinal, sio anavyofundisha papa. Umenielewa? Maana theology ina levels. Kwa mtu anayeng'ang'ania Mungu yuko level 3 za chini za theolojia. Ndio anang'ang'ana kwamba Mungu yupo, maana amekuwa pasteurized, amefugwa. Pastor maana yake ni mfugaji. Yule mchungaji, mnaita mchungaji, ni kama Masai mmoja anayechapa ng'ombe waende zizini au waende kuuzwa. Ndio maana ya pastor. Kwa sababu watu waliona zamani kwamba tuwatawale watu, tukiendelea kuwapiga risasi watu wataisha, tunaendelea kuumia, tunaharibu resources. Tutafute silaha nyingine ambayo tunaweza tukaitumia kuwa monitor watu. Wakagundua ni silaha gani tulizonazo? Tuna silaha 4. Kuna dini, kwa sababu ni imani, ni kitu uoni, ni imaginary thing, tunaweza kukutawala. Alafu tuna shule, tunaweza kukuinduce. Alafu tuna politics, tunaweza pia kukumanipulate kupitia politics. Alafu mwisho wa siku kuna chakula. Hizi ndio silaha 4 duniani. Lazima tu utawali. Ndio maana taifa lolote lenye akili timamu haliwezi kuendelea kurecruit wanajeshi, maana hawana kazi kwa ulimwengu tulionao sasa hivi. Hawana kazi. Haya matikiti tunayokula sasa hivi. Ndio. Mimi kuna tikiti ile ilikuwa mwaka gani? Mwaka 2000. Kuna tikiti mimi nilikula mwaka 2000 nyumbani, nalikumbuka hadi leo. Ile matikiti ya kijani. Tunapata. Alafu 2015 wakati ya matikiti yanaanza, haya matikiti yameletwa na Bill and Melinda Gates Foundation. Wakati ya matikiti siku ya kwanza yanakuwa introduced, mimi nilikuwepo kwenye hiyo seminar. Yalikuwa yananuka kama dawa. Nikauliza, hili tikiti mbona ni baya hivi? Wakasema hili ndio lina virutubisho. Nikamwambia mimi kuna tikiti nilikula mwaka 2000 nyumbani, sijasahau mpaka leo. Yaani tulilikata hivi, unaona hadi sukari na miminika hivi. Huyu hapa shahidi anajua. Hakuna mtu amelisahau nyumbani hilo tikiti. Baadaye nilivyouliza sana, wale waliokuwa wanasimamia mradi wakaniambia utaharibu project. Sonkie sana. Utaharibu project. Ndio matikiti yameenea hivi. Kwa vita haiko jeshini. Vita iko kwenye imani, dini, iko kwenye chakula, iko kwenye shule, iko kwenye siasa. Hizi ndio sehemu 4 watu wanapigwa vita.
Kwa hiyo tunaposema Mungu hayupo haina maana kwamba tunakashifu dini za watu. Tunatakiwa watu waone kwamba ulimwengu unaongozwa na sheria ya utupu. Ukisharudi kwenye utupu tu ukaelewa maana ya utupu ni nini, Mungu hayupo, ni kitu ambacho hakipo. Sasa unaambiwa yupo na anawekewa adjective na pronouns kwa sababu a mind thinks through pictures. Ndio maana unaambiwa ni Mungu Baba au Krishna Mungu Mama. Kwa sababu Wahindi wanaheshimu katika matrilineal society, katika umama zaidi. Mama ndiye ana power. Kwa hiyo sasa tunaangalia kwenye jamii yenu nani ana power, tuna mama. Nani ana power, baba. Umeona? Kwa hiyo sio kwamba eti ni Mungu Baba, kwa sababu tuangalie tututumia akili. Sawa, huyu ni Mungu Baba. Na ana mwana, amemzaaje? Kwamba alibaka akapata mtoto. Na tunavyojua naturally anaweza ni mama. Anaweza ni mama, alafu kuna reproduction, kuna mfumo wa uzalishaji unafahamika. Kutuambia Mungu Baba anazaa, unaanza kutufundisha sisi ugeism. Kuna ushoga. Unaanza kutufundisha kwamba baba anakaa tu na mtoto wake wa kiume, wanafanya nini? Tujifunze hiyo sasa. Kwa sababu gani? Miaka 2000 iliyopita. Kuna swali hapa, karibu. Okay. Kwa hiyo kama Mungu ni emptiness. Kwa kama Mungu ni emptiness, kwa hiyo hii creation ambayo tunaiona imetokea, hii nguvu ambayo iko katika ulimwengu ni nini? Kwanza creation, unatakiwa ujue creation kwamba ni kitu cha kutengenezwa, sio reality. So reality ni nini? Ni ipi? Tunapotafuta maana za vitu, tunatakiwa tutafsiri vocabulary tunazotumia. Umeona? Moja ya shida tuko nayo sisi watu wa ngozi hizi za kwetu ni kwamba tunataka tuelewe maana ya nje ya kitu na sio kuelewa maana ya ndani ya kitu. Umeona? Unapozungumzia creation, natakiwa tuelewe maana ya creation, maana yake ni nini. Ili sasa ndo tuje tudadavua concept nzima hiyo. That's why ukienda vyuo vikuu watu waliosoma linguistics wanajifunza kitu kama pragmatic, maana ya maana kulingana na mazingira au kulingana na maana. Sasa ukiniambia mimi creation ni uumbaji, mimi nitakwambia creation sio uumbaji. Creation ni kitu cha kutengenezwa ili uone kwamba kuna chanzo fulani ulitokea, na hilo ni kosa. Unapotafuta chanzo ulichotokea, unakiuka sheria ya utupu, kwamba wewe hakuna mahali ulipotokea na hakuna mahali unapoelekea. Wewe una change information. Na ili kudhibitisha hilo, huyu Mungu wao ambao au Mungu ambaye tumezaliwa tukamkuta kwenye vitabu, wakati niko mdogo niliuliza, Mungu katokea wapi? Naambiwa Mungu yeye alikuwepo tu. Hana chanzo, hana mwanzo wala mwisho, ni alfa na omega. Huyo ukiuliza. Sasa kwa nini hana chanzo? Yaani why? Kwa nini walikwepa? Hivi psychological point of view hapo nini? Kwa nini walikwepa kuleta chanzo cha huyo Mungu? Kwanza unaposema ndio hapo nokani kanamwambia hapa Biblia huyu kwamba unapozungumza habari ya creation, maana yake utarudi kutuambia na Mungu aliumbwa. Ndio maana yake kwamba netuamini kuna behind naye na Mungu wake. Umenipata? Sasa concept, kabla tujafika huko turudi hapa. Kwamba lazima tuelewe walio create concept ya Mungu walikuwa wanamaanisha nini. Kwa mfano God, great of all dimension, ukuu katika nyanja zote. Hiyo ndo naitwa Mungu. Na ukuu katika nyanja zote unaitwa Mungu ni utupu. Kwa sababu hakuna kitu kikuu duniani kama utupu. Hata miti ichanue vipi? Labda tukifaa kwenye maandiko ya kwenye Biblia. Kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Kwa kilichotawala hapo ni nini? Concept ya kwanza uelewe. Unachoambiwa pale ni utupu, sio Mungu. Kwamba Mungu mwenyewe naye ni utupu. Katokea kwenye utupu. That's why ukijifunza theolojia unatakiwa ujifunze hadi level 9 za theolojia, hadi 11. Ndio maana anapofundisha mchungaji sio anapofundisha askofu, sio anapofundisha cardinal, sio anapofundisha papa. Umenielewa? Maana theology ina levels. Kwa mtu anayeng'ang'ania Mungu yuko level 3 za chini za theolojia. Ndio anang'ang'ana kwamba Mungu yupo, maana amekuwa pasteurized, amefugwa. Pastor maana yake ni mfugaji. Yule mchungaji, mnaita mchungaji, ni kama Masai mmoja anayechapa ng'ombe waende zizini au waende kuuzwa. Ndio maana ya pastor, ndio maana ya shehe.
Ndio maana mawaidha ya shehe si sawa na mawaidha ya ulama. Maana ulama anajua anachokijua, shehe ajue asichokijua. That's how it is. Kwa ukisikiza ni kwenye Uislamu mtu anakasirika ukisema Mungu hayupo, unajua tu hii ni andazi kama andazi nyingine imeshaumuka. Ukisikia kwenye Wakristo na mtu ukisema Mungu hayupo anasema ana react ni kwa sababu hana upeo mkubwa. Kwa sababu ameshaonyeshwa kwenye vitabu vyake vya dini kwamba palikuwa mwanzo tena utupu. Msisitizo uko kwenye utupu. Sasa watu wachukulie ile concept ya utupu wanang'ang'ana na kitu ambacho hakipo. Yaani hapo kuna ukiwa. Umeona? Wanang'ang'ana na uumbaji. Na ukirudi kwenye concept ya uumbaji maana yake ni utupu pia. Kwamba utupu uliunganishwa vikatokea vitu na mwisho siku vinarudi kwenye nini? Utupu. Kwa hiyo kama tungekuwa tunarekebisha sasa kama huko sasa tumesha hii imetosha sasa. Tulee sasa hii jamii mpya sasa. Tungekuwa tunaileaje sasa hii jamii mpya ili iweze kuendana na hiki kilicho sahihi kwamba utupu waende shule gani? Kwanza makosa ni kwamba hakuna jamii imewahi kulelewa. That's a challenge. Na ni kitu ambacho tunakataa tu kujiambia ukweli. Lakini hakuna jamii imewahi kulelewa. That's a very big problem, nasikitika. Tumefugwa, hatujawahi kulelewa. Kulelewa maana yake we mtoto unapozaliwa watu wanaangalia ukuu ulioko ndani yako, wanakusaidia kuwa huo. Lakini ukinizaa ukanishinikiza niende shule kwa sababu watu wengine walidesign, wewe unanifuga, unataka niwe mfumo uliokuwa designed. Na nisiwe ukuu niliokuja nao. Kwa mfano, kuna watoto toka wanazaliwa ni waganga. Kazi yao ni kuondoa maumivu kwenye maisha ya watu wengine. Lakini mtoto unampeleka shule akasome A, E, O, U. Kuna watoto toka wanapozaliwa ni mainjinia. Kazi yao ni kuconnect vitu vilivyovunjika vilete maana. Lakini mtoto unapomuona kuanzia pale nyumbani unaamini kwamba hana akili, unampeleka shule akapate akili. Wakati ukimpeleka shule ndio unaua akili, maana hata fanya ile engineering. Ndio maana huyu bwana anaitwa Montessori ambao sisi tumekopi mfumo wake wa education. Alikuja kwamba na sio kwamba watoto wanatakiwa wajifunze kwa kufanya vitu kwa mikono. Sisi tunawapeleka watoto shule wafanye vitu kwa kukaa kwenye dawati. Wamsikilize mwalimu, maana yake wawe induced. Mtoto mdogo akiwa mdogo unampa nafasi ya kumsikiliza mtu mwingine, ule mtoto unamfanya awe kopo. Boxi. Na ndio maana unaona sisi watu baada ya kumaliza shule na nini hawawezi kufanya vitu. Kwa sababu a mind thinks through pictures. Na picha unazitengeneza through actions. Wewe umekaa darasani no action, unadhani utakuwa na picha gani kwenye akili yako? Kwa hiyo kwa muktadha huo, kwa maisha ambayo tuko nayo sasa hivi, unaweza mtoto anaweza kazaliwa, alafu usimpeleke shule, ukaanza kama unavyosema, ukaangalia ukuu wake, alafu ukaanza kumlea katika hiyo. Anaweza akaweza kuswitch katika huo ulimwengu wa saizi. Wazungu wametuonesha, ukitembelea jamii zao utabaini. Mimi na watoto nimewahi kuwapokea wametoka Ujerumani, darasa la 4, anafungua gari kama anavyofungua Mkristo anavyofungua Biblia yake. Yaani ndani ya masaa mawili gari ameitakatiza taka. Na asomi shule. Amezaliwa anapenda wazazi wake wakampeleka Mercedes Benz. Ukiwasha hivi gari anakuambia injini ina shida sehemu fulani. Hajaenda shule. Na akifungua tatizo liko pale. Kuna watoto wamekuja mwapeleka kwenye nyumba wafanye renovation. Kule kwa wanasoma darasa la 2 na la 4. Nikawa mix na watoto huko kwetu wanasoma darasa la 7. Wale watoto wa nje walivyokuja walipoangalia ukuta tu wakasema huu ukuta umepinda, haufai kupiga rangi. Mpaka upigwe msasa wa umeme. Lakini yale matoto ya kibongo yamefika kaanza kupiga msasa, yanaanza kupiga rangi. Hajui kitu. Kwa hiyo kwenye mfumo tunaotakiwa kuenda nao sasa ni pale watoto tunapozaa watoto saizi. Ni kuhakikisha wewe mzazi labda una kitu na wewe unafanya ambacho hata mtoto ukimzaa anakuwa anajifunza through ya hicho alichokikuta kwenye mazingira yako. Jamii zetu sasa, jamii kwa sisi zamani, jamii zetu za asili hizi tunaita za Kiafrika,
kwa asili kabisa mtoto alikuwa apelekwi shule. Shule ya kwanza ilikuwa inakuwa nyumbani. Pale nyumbani ndio watoto walikuwa wanafundishwa. Pale nyumbani ndio ilikuwa shule ya kwanza. Mimi na watoto wa jomba zangu, babu yangu mza mama yeye alikuwa mvuvi wa siku nyingi sana. Alikuwa na mitumbi ya kutosha, mitego yana akifungua hapa tunaweza tukafika na Chingwea. Na siku anashona mitego yake kijiji kizima kinakuja pale kushona, maana ni sherehe. Chumenipata? Kwa wale watoto wa jomba zangu shule hawakwenda. Kazi pekee wanaijua ziwa na bahari kuliko mtabiri wa hali ya hewa anavyojua. Sio, unanielewa vizuri? Wanajua mambo ya ziwani kuliko mchungaji wako anavyoyajua. Au mnaita majini, sio mnaita nini, samaki. Wanajua hiki ni kipindi hamna samaki, wanajua samaki fulani unapatikana hapa. Yaani wanajua, hawakwenda shule. Nani alikuwa anawafundisha? Babu.